imempendeza sana Roho Mtakatifu nishare ujumbe huu, utakufaa sana. Ni kuhusu ni wakati upi unatakiwa ukae kimya na wakati upi Mungu anakuhusu sasa usikae kimya, uongee. Mungu wakati wana wa Israeli wamekutana na bahari ya Shamu, wana wa Israeli waliogopa sana, wakamlilia Musa. Musa akawaambia, Wamisri mnaowaona leo hamtawaona tena. Musa alikuwa anawaambia wanyamaze kimya, Mungu atawapigania nao watanyamaza kimya. Wanyamaze kimya, waone ukuu wa Bwana. Sasa kuna wakati, kuna situation utapitia katika maisha yako, haijalishi ina ugumu kiasi gani, haijalishi utapitia situation kama wana wa Israeli, haijalishi utakutana na bahari ya Shamu kwenye maisha yako, haijalishi situation ipi ngumu ambayo utakutana nayo kwenye maisha yako. Katika hiyo situation ngumu, Mungu atakutaka ukae kimya. Mungu atakuhitaji uongee chochote. Haijalishi huku nje watu wanazungumza nini, haijalishi wakati huo watu wanakulaumu sana, wanakunyoshia sana vidole, wanakuona hufai, wanakuona hauna maana. Haijalishi, it doesn't matter. Unatakiwa jifunze Roho Mtakatifu anakuongoza katika situation unayopitia, uzungumze au ukae kimya. Kwa situation utakazopitia katika maisha yako, Mungu anakutaka ukae kimya, hata ukitaka ongea chochote. Haijalishi moyo wako unaumia kwa kiwango kipi, it doesn't matter. Haijalishi situation unayopitia ni ngumu kiasi gani. Unatakiwa katika ulimwengu wa mwili ukae kimya, lakini sio kimya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho, something has to happen there in the realm of the spirit. Kuna kitu, yani kwenye ulimwengu wa roho hautaki kunyamaza. Katika ulimwengu wa roho, katika ile situation ngumu unayopitia kwenye ulimwengu wa roho, you pray. Katika ile situation ngumu umekutana nayo, na bahari ya Shamu umekutana nayo katika maisha yako, you pray. Katika situation hiyo huku katika ulimwengu wa mwili, kipindi ambacho watu wanakunyoshia vidole, kipindi ambacho unaonekana hauna maana, kipindi ambacho kila mtu anakuona haufai, kipindi ambacho umekataliwa na kila mtu, unanyamaza, unakaa kimya. But from the realm of the spirit, huo ndio wakati sasa wa kuingia kwenye chumba chako cha maombi, ya kuingia to the place of prayer, wa kuingia katika sehemu ya siri ya maombi, and then you begin to pray. You begin to pray. Shahasufi hati asia time. That is a moment you begin to pray. The rivers ministered already. Shahasufi hati aka. It's a time you pray. Wakati wana wa Israeli wakakutana na Mungu, wakati Mungu anataka kuangusha ukuta wa Yeriko, Mungu aliwaambia wana wa Israeli wazunguke ule ukuta 7 times, wakiwa wanafanya shouting, wanapiga kelele. Sasa hiyo ni level nyingine ambayo Mungu anataka kufanya kitu, lakini alihitaji watu wapige kelele, wakizunguka ule mlima wapige kelele, and then akaangusha ule ukuta wa Yeriko. Kuna ukuta mwingine utakutana nao katika maisha yako, ili ukuta uondoke, you have to shout. Unatakiwa upige kelele. Mungu anakutaka uongee. Kuna vitu hivi vitokee, kuna ukuta hizi zianguke kwenye maisha yako, unatakiwa uongee. Mungu anakutaka uongee. Mungu anakutaka uongee, hata kuruhusu kae kimya. Unapoongea, there's a power in a believer's tongue has power. Ulimi wa muamini una nguvu. The more unaongea vitu, ndivyo vitu vinavyotokea. Haleluya. Sasa
Kuna situations zingine unakutana nazo, haijalishi utakutana na situation ipi, haijalishi unakutana na ukuta upi, ila Mungu anakutaka uzungumze. Inawezekana wewe ni tasa. Wewe ni tasa, lakini Mungu hata kutaka ukae kimya. You have to speak. The moment you are speaking it, you are speaking, you are declaring you have a baby, is the moment you are creating your miracle. Hallelujah. There are some things God will not allow you to be silent. The more you declare things to happen, even if unazungumza yale ambayo hajatokea kana kwamba yametokea. That is the moment, the more unazungumza vile vitu, unavitingeleza katika ulimwengu wa roho. Kuna nguvu ya Roho Mtakatifu unapozungumza yale maneno empowered by the Holy Ghost. Yale maneno yanakuwa yanaumbwa mdogo mdogo, yanaumbwa mdogo mdogo, yanaumbwa mdogo mdogo. Hapo mwanzo kipindi Mungu anaumba mbingu na nchi, Mungu alikuwa anazungumza maneno, akasema iwe nuru. Okay, tuende kwa Mariam. Alitokea na malaika, akamwambia kuhusu Yesu nini na nini. Sasa yale yote yalikuwa ni maneno. Sasa maneno hayawezi kuwa mwili kama hakuna nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zitabadilisha yale maneno kuwa mwili. Yesu ni neno. Yesu iligharimu nguvu za Roho Mtakatifu kumfunika Mariamu kwa miezi 9 ili hilo neno lifanyike mwili. Kuna vitu vingine kuna vitu vingine unapotamka maneno empowered by the Spirit, Roho Mtakatifu atamia yale maneno, kuhakikisha yale maneno yanaumbika. Kwa hiyo unapokuwa unaongea kitu, Mungu hakuruhusu ukae kimya, kwa sababu unapokuwa unazungumza unakuwa Roho Mtakatifu anayatamia yale maneno kwa nguvu zake until they happen. So when you speak, the more you speaking, the more you are creating your miracle. Is the more you are creating your job, you are creating your marriage. Mungu amekwambia utakuwa ni kichwa sio mkia. You have to speak those words. You have to declare those words. Umeenda chuoni, umeona umepata performance ni mbaya sana, lakini shikilia neno la Mungu linasemaje? Nasema utakuwa kichwa sio mkia. Haijalishi umefeli katika baadhi ya mitihani, umefeli, umepata 0 kabisa, lakini unazungumza, declare mimi ni kichwa sio mkia. Sema una declare mimi ni kichwa sio mkia. Roho Mtakatifu anatamia yale maneno until kitu kinatokea. It's not about what that you are speaking. It is all about the Spirit who is in words that we are speaking. That's why it's not about speaking tongues. It's all about the Spirit who is in speaking tongues. Hallelujah. It's not about speaking tongues. It's not about shahatuski tapahanto. It's about the Spirit who is in ashuhadis kaparahandos kitayabaya. It's all about the Holy Ghost. That's why kuna ndimi za mapepo. Paulo anasema japo nena kwa lugha za malaika, kuna lugha za malaika.